nakwambia ile kazi mimi nimefanya basi ile kazi sio yako. Oya, mke wako yule, mke wako yuko hapa hivi kasimama na mwanaume. Muone yule yuko. Hivi anajielewa kweli huyu? Mimi naambia mke wake kasimama na mwanaume mwingine pale, yeye anakimbia. Hivi bwana Petro, unachofikiria wewe katika kundi la wanaume ambao wataitwa wanaume marijali, hivi unafikiri na wewe utakuwepo kweli? Hivi imagine tu ndugu yangu kwamba wewe mwanaume umemkimbia mke wako na umemfumania yupo na mwanaume mwingine. Hivi kweli tunaweza tukasema kwamba huyu mchizi naye ni mwanetu, ni mwanaume? Yaani kile kitendo kimeniuma sana, kimeniuma kwa sababu nimemuona shemeji kwa macho yangu mawili na mwanaume mwingine. Lakini cha ajabu nakwambia kwamba oya yule ni mke wako, unakimbia. Yaani shida ni nini ndugu yangu bwana Cheusewego? Au mke wako ndiye ambaye anakutafutia hela wewe bwana Pili? Bwana sikiliza. Naomba unielewe kitu hicho, kitu kimoja. Masuala ya mimi na familia yangu achana nayo. Sijui mke wako sijui kafumaniwa sijui achana nayo. Tunaelewana? Tusifuatiliane kwenye maisha. Wewe una familia ndio maana unasema hivyo. Kwa hiyo naomba unisikilize kama nilivyokuambia mimi. Tulia na maisha yako na mimi na maisha yangu. Marafiki tuendelee kuwa kama marafiki. Sijui unanielewa? Yaani si hapo hapo. Sasa lakini hamna cha lakini hapo. Sitaki uendelee. Mangu. Karibu. Kutoka kwa wajambo. Kwema tu. Wajambo. Shem mambo. Kwema tu shemeji yangu. Kwani kuna nini? Mbona kama shemeji yangu yuko sawa? Hamna kinachoendelea. Hata hivyo, muda mwenyewe umefika, mimi ndo nilikuwa naondoka. Mimi naenda hivi. Basi poa, hamna noma. Mwacha aende. Sasa gadi. Poa. Basi karibu. Ndio mnachekesha sana. Jana wanajitahidi. Sababu hata ukimwangalia Welani Juma naye ana shoot content za TikTok sijui wapi. Namuona anapambana. Naye anataka kuonekana. Naye awe na mafansi. Hata hivyo mdogo wangu naye ukishoot. Huyo ni mke wa nani huyo? Sidhani demu mpya. Huyo ni mke wa Cheusi huyo. Nasikia sipa mbaya sana hapa mtaani. Sipa mbaya zaidi. Ana sifa mbaya sana huyo mwanamke. Ana sifa mbaya sana. Sifa yake kubwa huyo mwanamke anatembea sana na vijana. Alafu sasa watu hawajali. Hata mume wake mwenyewe hajali. Yaani ukimfuata ukimwambia bwana mke wako nimemfumania na mtu fulani, anakuambia acha kunifuatilia. Mwache mke wangu. Wewe anakuhusu nini? Hivyo kweli ni mwanaume wewe kweli? Kwa hiyo mwenyewe mume wake yani kama anakuwa kama ametubless wana. Kabless wakali wanajishindia. Sema sikia. Inaweza labda mume wake ana matatizo nguvu ya kiume, labda anabula mtose kwa raia ampe mimba kidogo asaidike na familia. Huwezi jua au machangamoto shida za hela. Unajua sasa hivi maisha magumu mtaani. Kwanza kana mtumatuma kwa wadau hapo ampe shilingi 10,000 20,000 wale wasaidike. Nao unaweza kanipointi. Ila kwa sababu ndugu yangu umeniambia acha mimi nikajaribu. Wewe tulia bwana Fred. Tulia. Yaani ukajaribu una maana gani kusema ukajaribu? Sasa yeye mume wake sikambless na kama hivyo unasema unaenda unasema kwa watu kwa mkewe atulii na anakausha na kusema. Sasa mimi nani ndugu yangu nisijaribu chance. Wewe sikia ndugu yangu. Sawa? Wewe kaona weka mimi kwa ile rangi mtoto wangu ile mtoto alikuwa mzuri vile mimi siwezi kumwacha. Ndugu yangu hata nisamee tu huyo Petro. Mtatubu mbeleni. Ule. Kama kweli lakini ila demu mshikaji anaenda kuishi naye. Wewe Sule wewe. Vipi unataka nini?
Sasa wako kwani unapita kama unijui rafiki yangu kama tuje kuonana nini sasa? Hivyo unajua mimi sikuelewi. Yaani ni kigeugeu mpaka basi yani. Hadi unachosha. Wewe mara ngapi nimekupigia simu zangu upokee? Mara ngapi nakupigia simu upokee? Na kutumia message zangu. Haya unataka mimi nifanye nini hapa? Jua Neema tunashindwa kuelewa. Sawa. Sio kama nashindwa kupokea simu zako wala nashindwa kujibu message zako. Ila kinachonitisha ni hizi tetesi zinazoendelea hapa mtaani. Unajua sio nzuri. Umeona? Tetesi? Come on. Yaani tetesi zinazoendelea hapa mtaani kwani wewe usichokelewa ni nini? Tetesi gani zinazoendelea hapa na mimi sijui. Umenipa nafasi nzuri. Umeona? Kwa tetesi zinazoendelea hapa mtaani yani mimi nashindwa kuwa na amani na hisi hata mume wako kwanza akafuatilia alafu ikawa nikakosa. Umesikia? Kuhusu swala la mume wangu. Wala usijali. Mume wangu hana hata shida. Kwa hiyo ni wewe tu. Basi kama hamna shida basi hamna shida. Vipi sasa kuhusu jibu langu? Hujiongezi. Mimi natania hapa. Basi hamna shida tungeenda tu mambo yako tayari. Bwana Petro, mke wako vitu anavyovifanya sasa vimeanza kuwa too much. Yaani hata kama ukinikasirikia, ukiamua kutaka kupigana na mimi, lakini hii kitu lazima nikwambie. Vitu anavyofanya mke wako sasa hivi sasa vimeanza kuwa tena sio kwa watu wachache tu. Vimeanza kuwa mpaka kwa watu wa mtaa mzima wanafahamu. Mimi kinaniuma sana na kinaniasili ndani mwangu. Si unanielewa? Imefika stage mpaka mwanetu Mosule ametembea na mke wako. Unasemaje? Sio nasema Sule huyo. Hicho ndio kitu ambacho nakwambia. Mosule rafiki yetu ametembea na mke wako. Watu wanajilimbwasa, watu wanaosha vijibakeri, vijisako wigo. Wewe umekaa tu hapa unaenjoy. Sasa sikiza ndugu yangu nikwambie kitu kimoja ambacho ulikuwa ukijui. Muona maisha tunaoishi hapa. Maisha ni magumu sana. Mke wangu kanishauri twende kwa mganga. Katika kwenda kwa ule mganga, mke wangu akapewa masharti na ule mganga. Anatakiwa atembee na wanaume 30 ndani ya mwezi huo, mwezi mmoja. Na jana ndo kafunga idadi ya wanaume 30. Kesho tarehe 29 unaenda kwa mganga. Ukamilisha idadi bwana, tumekamilisha. Na lile lengo ni kwamba kila mwanaume aliyetembea naye sio mfika 30, wote watakufa. Kwa hiyo yani mke wako wanaume ambao wanatembea nao wanafariki ndio manake. Na katika hao 30 washakufa 10. Na sasa hivi wameshafariki wanaume 10. Ndio. Ndio maana yule mtoto nani yule nani Kevin naye alifarikigi yule. Ndio. Kwa hiyo unachoona nakifanya kile isiwe surprise kwako. Tupo kwenye utaratibu wa kutafuta hela mzee. Mjini hapa. Kupata hela. Kwa hiyo mwanangu wewe swala la kwenda Dubai, sijui UK, sijui wapi, wewe ni mwendo kula bata. Si unanielewa? Hebu sikiza kwanza. Wewe unavyozungumza masuala yani unaona kama mazuri tu, yani unasema tu watu wanakufa, yani kwako unaona unyama. Sikiliza sasa kwanza. Kwa hiyo yani hapo ujali kama Mosule naye atafariki, ndio? Sasa sikataka mwenyewe. Kwa na mimi pia nitafariki. Yaani mke wako bwana naye akili hata anaenda shindwa kujua ushemeji nisimpe kwamba atakufa yeye anatoa tu. Unasemaje? Kwa hiyo mwanangu wewe rafiki yangu kabisa unamwona wewe na wewe kabisa na unaamua kutembea na mke wangu mimi. Rafiki yangu pika pakua. Sio kama alikuwa anapenda alishawishi. Alikushawishi eh? Basi kwa sababu ulinifanya unyama, tunaelewana? Kwa sababu ulinifanya unyama. Kabla wewe kufa mimi nitakuamini sasa. Nini? Sijui unanielewa? Mimi nitakuamini. Utaniua tena. Sikiza basi kwanza. Cha kwanza mke wako kanipa. Alafu cha pili naenda kufa. Alafu cha tatu wewe naye unataka kuniua. Ngoja kwanza nikasinyeli. Unataka kusinyeli eh? Twende nikupeleke chooni. Ya kwanza nikanye.